Tunakutukuza Bwana kwa ajili ya saa nyingine tena na kwa ajili ya upendo wako Bwana. Asante kwa kuwa kuna Mungu kama wewe. Asante kwa kuwa hakuna mkuu kama wewe Bwana. Wewe ni Mungu mfalme. Tunakutukuza nasi tunaimba wastahili, wastahili, wastahili Bwana. Maana ni kweli unastahili. Maana ni kweli unastahili. Maana ni kweli unastahili Bwana. Hakuna kama wewe Mungu mkuu. Tunakutukuza Bwana kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Utukufu ni wako Bwana, na heshima na ukuu na enzi Bwana. Mamlaka yote ni yako na heshima zote Bwana. Heshima ni zako, mamlaka na ukuu. Wewe ni Mungu mkuu Bwana. Hakuna kama wewe. Umestahili sifa zote katika jina la Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Hebu inua sauti yako mbele za Bwana. Hebu wakilisha maombi yako, sala yako na dua yako, ile haja ulionayo mbele za Bwana saa hii. Hebu wasilisha mbele za Baba sasa, tukiwa katika uwepo wa Mungu Baba, katika jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Mwambie Bwana haja ya moyo wako. Mwambie Bwana haja ya moyo wako. Mwambie Bwana haja ya moyo wako. Kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. 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 Kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu. Mungu Baba, kutana na haja za watu wako, kutana na mahitaji yao, kutana na haja zao, kutana na shida zao Bwana, katika jina la Yesu. 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 Kwa jina la Yesu Kristo. Asante Mungu mkuu, katika jina la Yesu. Baba, ninakushukuru tena wakati tunapoendelea na neno lako Bwana. Ninaomba Mungu mkuu, kwa damu Yesu kanitumie Bwana kama chombo chako, katika uweza na nguvu, hekima na maarifa, ufunuo Bwana na maarifa na hekima yote, nikanene neno lako Bwana katika nguvu, katika nguvu, katika nguvu na hekima na maarifa na ufunuo Bwana, kwa jina la Yesu Kristo. Na jeshi lako Bwana likituhudumia kila mmoja mahali hapa kwa utukufu wa jina lako. Roho Mtakatifu, karibu utuhudumie sasa kwa utukufu wa Baba. Kila mmoja mahali hapa Bwana anapotoka mwisho wa siku Bwana, akawa amehudumiwa, akawa ameponywa, akawa ameguswa, akawa ameinuliwa Bwana, katika jina la Yesu. Nasimama kinyume kabisa na kila roho za mashaka, na kila roho za wasiwasi, na kila roho za hofu, kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa moto wa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Na achilia damu ya Yesu katika fikra zetu na akili zetu. Ninaangusha ngome. Ninaangusha ngome. Ninaangusha ngome mawazo na kila kilichoinuka kijinuacho juu ya elimu ya Mungu, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mpigie Bwana Yesu makofi. 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 Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunamshukuru Mungu. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi hii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi kabla tujaendelea neno la Bwana, kuna mambo mawili ambayo nitaomba tufanye. Jambo moja ni la kulifanya, jambo lingine ni kwa ajili ya kukukumbusha tu na kukuandaa. Bwana Yesu asifiwe. Na utasikia kwenye matangazo, mzee wa kanisa atatangaza, lakini asubuhi nisikia moyoni kulizungumzia, kwa naomba nitalizungumzia tena na katika ibada hii. Tarehe 29 tutakuwa ni ibada ya mavuno. Tutakuwa tukitoa sadaka ya mavuno. Bwana asifiwe. Hivyo wangapi wamepata taarifa hii?
Amen. Mungu awabariki sana. Basi tutakuwa na ibada tarehe 29. Kwa wiki ijayo ikipita, wiki ile nyingine itakuwa ni ibada ya sadaka ya mavuno. Bwana Yesu asifiwe. Itakuwa tarehe 29. Basi katika ibada hii jiandae. Usije kuleta sadaka kama mchango. Bwana Yesu asifiwe. Usilete sadaka kama mchango, bali sadaka utakayoitoa iwe ni sadaka ambayo umeitafakari mbele za Bwana, umemuomba Bwana na umeiandaa, na yamkini una maombi yako fulani ambayo unataka kumuomba Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kujiandae, omba, iwe sadaka ya kuongozwa na Roho. Isiwe sadaka tu unakuja unasema mavuno, au unakuja kustukia siku yote 29, nilisahau, kumbe leo okay, basi nafikiri na 10,000 hapa na 5,000 tatoa. Sisemi utoe kiwango gani, ila nazungumzia swala la maandalizi. Bwana Yesu asifiwe. Swala utatoa nini ni wewe na Mungu, lakini nazungumzia swala la maandalizi ya hiyo sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Usije poteza hiyo fursa ambayo Mungu anatupa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jambo la pili ni kuhusiana na naamini kwamba unafahamu na unaelewa nini kinaendelea Mashariki ya Kati hivi tunavyozungumza, kwamba vita inaendelea kati ya Israel na Iran. Tutakwenda kupata nafasi ya kumuomba Mungu, kuombea, kwa sababu najua hata katika maisha kawaida, nilikuwa nazungumza asubuhi hapa kwamba hata katika maisha kawaida ukiwa na jirani yako ambaye kila siku kiamka anasema isenda kuangamiza, kila ukiamka asubuhi anakutangaza bwana ipo siku nitakuangamiza, kila afu unamuona ananoa visu anaviweka, nadhani kama binadamu wa kawaida lazima utachukua hatua. Bwana Yesu asifiwe. Lazima utachukua nini? Hatua. Kwa sababu hata nafikiri katika mtaalamu sana wa sheria, lakini nafikiri ukimtishia mtu kumuua anaweza kwenda polisi na unaweza ukakamatwa, si ndio? Sasa kama mtu kila siku anakutangazia, yani yeye akitengeneza silaha anasema hii inaweza kufika kwa fulani, hii inaweza kufika kwa fulani. Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri ni kitu ambacho kama binadamu tu katika maisha kawaida huwezi kukaa ukasema tu ukamdharau. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu siku utakapomdharau atapokuja kweli utakuwa na changamoto. Kwa hiyo naomba tutakwenda kumuomba Mungu, tutakwenda kuombea Israel. Tutasimama na Zaburi ya 35 mstari wa 1 mpaka wa 10. Bwana Yesu asifiwe. Basi nikuombe usimame tuweze kuomba kwa ajili ya hawa ndugu. Tuombe Mungu awapiganie katika wakati kama huu. Amen. Tuombe Mungu awapiganie. Tuomba media pale kama mnaweza mkatuwekea Zaburi ya 35 mstari wa 1 mpaka wa 10. Tutakwenda kuisoma Zaburi hii kama maombi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Tutakwenda kuisoma Zaburi hii kama maombi. Kama maombi mbele za Bwana. Kwa hiyo tutaisoma yote kama maombi, alafu tutakwenda kuendelea mbele kuomba na kuwakabidhi Israel mikononi mwa Bwana ili Mungu awapiganie. Basi naomba tuanze 1, 2, 3. Bwana, utete nao wanaoteta nami, upigane nao wanaopigana nami. Uishike ngao na kigao, usimame unisaidie. Utoe na mkuki, uwapinge wanaonifuatia. Uiambie nafsi yangu, mimi ni wokovu wako. Waibishwe, wafedheheshwe wanaoitafuta nafsi yangu. Warudishwe nyuma, wafadhaishwe wanaonizulia mabaya. Wawe kama makapi mbele ya upepo, malaika wa Bwana akiwaangusha chini. Njia yao na iwe giza na utelezi, malaika wa Bwana akiwafuatia. Maana bila sababu wamenifichia wavu, bila sababu wameichimbia shimo nafsi yangu. Uharibifu na umpate kwa ghafla, na wangu aliouficha umnase yeye mwenyewe. Kwa uharibifu anguke ndani yake.
na nafsi yangu itamfurahia Bwana na kuushangilia wokovu wake. Mifupa yangu yote itasema, Bwana, ni nani aliye kama wewe, umponyaye maskini na mtu aliye hodari kumshinda yeye, naam, maskini na muhitaji na mtu amtekaye, kwa jina la Yesu, amen. Hebu inua sasa sauti yako, tuinue Israeli mbele za Mungu kwa ajili ya ulinzi na kwa ajili ya ushindi pia. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunasimama katika saa hii pamoja na Israeli, Bwana Mungu wa mbinguni, tukiombea amani katika Israeli, Bwana, tukiombea ulinzi wako Bwana. Zaburi ya 35 ambayo Bwana tumeomba kwayo mbele zako Baba, tunaomba usimame pamoja na watu wako, uwapiganie dhidi ya Irani, Bwana, uwapiganie dhidi ya Irani, uwapiganie dhidi ya Irani kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Wapiganie watu wako, Yehova, wapiganie watu wako, Bwana, wapiganie watu wako. Kumbuka rehema na neema juu yao, kumbuka rehema na neema juu yao kwa damu ya Yesu. Kumbuka rehema na neema juu yao kwa damu ya Yesu. Kumbuka rehema na neema juu yao, Bwana, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Mungu mkuu, onekana, Bwana, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Bwana Yesu, amen. Amen. Bwana asifiwe. Basi tunaweza kukaa. Naomba ufungue Biblia yako kitabu kile cha Zaburi sura ya 82 mstari ule wa 6. Zaburi sura ya 82 mstari ule wa 6. Zaburi sura ya 82 mstari ule wa 6. Tasoma katika jina la Bwana Yesu. Anasema, mimi nimesema nimesema ndinyi miungu na wana wa aliye juu nyote pia. Mimi nimesema ndinyi miungu na wana wa aliye juu nyote pia. Bwana Yesu asifiwe. Basi hicho ndio kichwa cha habari, au ndio subject ya kile ambacho tunakwenda kutafakari. Bwana Yesu asifiwe. Siunite kichwa cha habari au subject huo mstari. Bwana Yesu asifiwe. Zaburi ya 82 mstari wa ngapi? Wa 6. Bwana asifiwe. Amen. Na ujumbe si mrefu, ni mfupi, na kuna pointi 2 muhimu ambazo nitashare kwa ajili yako muda huu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba ufungue Biblia yako kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya 1 mstari wa 26 mpaka 28. Kitabu cha Mwanzo sura ile ya 26, kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari ule wa 26 mpaka mstari ule wa 28. Mtasoma katika jina la Bwana Yesu. Anasema, Mungu akasema, na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyo ni Mungu anazungumza habari ya uumbaji wetu, au uumbaji wa mwanadamu alipomuumba Adamu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tufungue Waebrania 1 sura ile ya 3. Waebrania 1 sura ya 3. Waebrania 1 sura ya 3
Waebrania 1 sura ya 3 anasema, Waebrania 1 mstari wa 3 anasema, Waebrania 1 mstari wa 3 anasema yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake, yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni Bwana Yesu anazungumzwa, kwamba aliketi mkono wa ukuu, mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma neno hili Waebrania 1:3 tuliosoma, ambayo iko hapo mbele, tuna upendo wameiweka hapo kwenye screen, inazungumzia Bwana Yesu alichofanya na kwamba ameketi katika mkono wa kuume wa ukuu uko juu. Na ukirudi katika mstari wa 2 pale nyuma, inazungumza ukuu wa Bwana Yesu na ukuu wa Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia inazungumza kwamba Yesu katika mstari wa 2 pale, ukiongeza mstari wa 2, anasema mwisho wa siku hizi amesema nasi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa amri ya uweza wake, akiisha kufanya utakaso wa dhambi, anaendelea. Japokuwa Biblia Kiswahili imebana kidogo, lakini unaposoma Biblia ya Kiingereza inazungumzia ukuu na uweza, na kwamba Mungu Baba ameumba vyote kwa njia ya Kristo na kwa ajili ya Kristo. Na Biblia inazungumza kwamba Bwana Yesu ndiye mrithi wa yote hayo makuu aliyotenda Mungu Baba. Bwana Yesu asifiwe. Na tunajua Biblia inasema kwamba Bwana Yesu ni Adamu wa pili. Na tunaposoma Biblia katika kitabu hiki cha Waebrania, na hata ukisoma Biblia kitabu kile cha Efeso, inazungumza kwamba Yesu ni sura yake Mungu Baba. Bwana Yesu asifiwe. Ni sura yake Mungu Baba, ni sura yake na chapa yake Mungu Baba. Bwana Yesu asifiwe. Katika Yohana 14:7 mpaka mstari wa 7 mpaka wa 9 pale tutasoma, na kupata mistari michache mingine tutakuwa tunaizungumza tu tunavyoenda. Yohana, Injili ya Yohana katika sura ile ya 14 mstari wa 7 mpaka wa 9 tutasoma pale. Anasema kama mngalinijua mimi, mngalimjua na Baba, tangu sasa mnamjua tena mmemwona. Mstari wa 7 na anasema, Filipo akamwambia, Bwana, utuonyeshe Baba yatutosha. Mstari wa 9 anasema, Yesu akamwambia, mimi nimekuwapo pamoja nanyi siku hizi zote, wewe usinijue Filipo? Aliyeniona mimi amemwona Baba, basi wewe wasemaje utuonyeshe Baba? Bwana Yesu asifiwe. Kwa lugha nyingine au sura nyingine, Bwana Yesu anamwambia Filipo na anawaambia wanafunzi wake, mimi ni sura yake Baba. Aliyeniona mimi amemwona Baba wa mbinguni. Mimi ni sura yake Baba. Ndio maana unaposoma kitabu cha Waebrania inazungumza habari ya Yesu kwamba ni mng'ao. Umeona Biblia ya Kiingereza imeongeza mapana zaidi, inazungumza kwamba Yesu ni chapa yake Mungu Baba. Yaani unapomwona Bwana Yesu, unapomtizama Bwana Yesu, unamtizama Mungu Baba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana ndivyo ilivyompendeza Baba kufanya hivyo. Sasa basi, huyu Bwana Yesu ni Adamu wa pili. Biblia inazungumza, inatuambia kwamba Bwana Yesu ni Adamu wa pili. Hata yeye alipokuwepo duniani, unakumbuka alikuwa anasema nini? Anasema mwana wa Adamu, mwana wa Adamu, mwana wa Adamu, mwana wa Adamu, mwana wa Adamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na tukirudi kwenye kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza mstari wa 26 mpaka mstari ule wa 28 tuliosoma,
Biblia inasema kwamba Mungu akasema na tufanye mtu kwa mfano wetu. Akazungumza mambo ambayo huyu mtu atafanya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini anasema na tufanye mtu kwa mfano. Mungu akasema na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Alafu anaendelea, wakatawale. Ni nini anaendelea? Kwa anazungumza habari ya kumuumba Adam kwa sura yake na mfano wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sura yake na mfano wake. Kwa hiyo basi Mungu, kama tunavyosoma kwamba Mungu alipomuumba Adam, alipokuwa anamtizama Adam, basically Mungu alikuwa anaiona sura yake na mfano wake, alikuwa anajitizama yeye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Adamu wa kwanza Mungu alipomuumba, na Biblia Kiingereza imeongeza mambo mengi pale, nazungumza ule uumbaji wa Mungu, kwamba akasema na tufanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Kwa Mungu akamuumba Adamu kwa mfano wake na kwa sura yake. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo Adamu aliumbwa kwa mfano na sura ya Mungu, na ndio maana kwa jinsi hiyo basi Mungu, ndio maana Mungu alimpenda Adamu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Mungu alimpenda nani? Adamu. Alimpenda Adamu, na ndio maana hata Adamu alipoasi, Mungu bado kutokana na ule upendo wake akiendelea kumfuatia Adamu na kumwandalia ukombozi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini point ambayo nataka uipate asubuhi ya leo ya kwamba Adamu aliumbwa kwa sura na mfano wake. Kwa hiyo basi Mungu alipokuwa anamtizama Adamu, alikuwa anajiona yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Umeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu Baba. Bwana Yesu asifiwe. Umeumbwa kwa sura na mfano wa nani? Umeumbwa kwa sura na mfano wa nani? Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni pointi ya kwanza. Inamaanisha nini? Bwana Yesu asifiwe. Inamaanisha nini? Inamaanisha nini unaposema nimeumbwa kwa sura na mfano wake Mungu Baba? Bwana Yesu asifiwe. Wewe umeumbwa kwa sura na mfano wake Mungu Baba. Mungu alipokuumba au alipotuumba, Mungu anatawala. Mungu ni mfalme. Mungu ni kiongozi. Mungu ni baba. Mungu anayo mamlaka na utawala. Na ndio maana basi wakati anamuumba Adam, anaweka vile vitu vinavyofanana na yeye ndani yake vya kiutawala. Ndio maana anasema wakatawale samaki wa baharini, viumbe vyote vya hai, na hiki na kile na hicho. Anazungumza habari ya utawala kwamba Adam atawale. Kwa sababu gani? Amemuumba kwa sura yake na mfano wake, kwa sura ya utawala na uongozi, kwa sura na mfano wa utawala na uongozi. Bwana Yesu asifiwe. Ili apate kutawala na kumiliki. Of course baadaye hapa anazungumza habari ya kuwabariki kwamba mkazae mkaongezeke. Biblia ya Kiingereza inasema kwamba yani muwe, mwalimu, be fruitful. Be fruitful. Yani kuwa fruitful, tukaona tafakari hapa kwenye Morning Glory. Kuwa fruitful ni zaidi ya kuzaa watoto na kuwalea. Yani kuwa fruitful, yani ukifanya biashara, ukifanya kazi, yani kila unachokigusa, Bwana Yesu asifiwe, kila unachokigusa kinafanya nini? Kinafanikiwa. Ndio kuwa fruitful. Of course Biblia imezungumza, ukisoma Biblia Kiingereza kidogo, Kiswahili kidogo, unaweza usipate maana nzima, kwamba ndio maana inatafsiriwa tu, watu wanafikiri ni swala tu la kuzaa watoto na kuongezeka duniani. Yes, ni sehemu hiyo, lakini sio hiyo tu, ila inamaanisha swala la vitu unavyovifanya mkononi mwako, unavyopita shughuli unazozifanya zipate kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Uzae matunda, Bwana asifiwe, ya kiroho, ya kiuchumi, ya kimaisha, uwe baraka na vitu kama hivyo. Kwa nini? Kwa sababu umeumbwa kwa sura na mfano wake Mungu Baba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naomba Mungu akusaidie ulipate hili katika Roho Mtakatifu, kwamba umeumbwa kwa sura na mfano wake Mungu Baba,
Na alipokuumba, ndio maana Mungu alipokuumba kwa sura yake na mfano wake, anaendelea anazungumza yale mambo ambayo yeye anafanya, yani ya kuongoza, ya kutawala, ya kufanikiwa, ya kuzaa matunda. Na Mungu ni Mungu wa maongezeko. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni Mungu wa nini? Mungu ni Mungu wa maongezeko. Ndio maana anazungumza habari ya kuwa fruitful, yani kuzaa matunda na matunda yapate kukaa. Kwa Mungu anapokutizama katika Kristo Yesu, anaona sura yake na mfano wake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo mpendwa, unaweza ukalitafakari hili neno. Tulipata nafasi ya kulitafakari kwenye Morning Glory. Unaweza ukalitafakari na ukapata mambo mengi sana ndani yake. Na kuna vitu ambavyo unahitaji tu kuviambia. Sikia wewe, mimi hapa nimeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu Baba, kwa jina la Yesu ondoka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna vitu ambavyo unatakiwa tu uviambie namna hiyo. Kwa nini? Kwa sababu wewe umeumbwa kwa sura na mfano wake Mungu Baba. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni pointi ya kwanza. Kumbuka, pointi ya kwanza, umeumbwa kwa sura na mfano wake Mungu Baba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pointi ya pili ambayo nataka kuizungumzia tena, na iko katika neno hili tunapozungumza habari ya Mungu mkuu. Umeona? Katika kitabu cha Ibrania sura ya kwanza, hata ukizungumza, ukisoma pale kuanzia sura ya mstari wa kwanza unaendelea, Biblia inazungumza habari ya nyakati hizi. Mungu amesema na sisi kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo. Alafu inaanza kumuelezea huyo Bwana Yesu na ukuu wake na mamlaka yake na enzi yake, na kwamba ni sura yake Mungu Baba, ni chapa yake Mungu Baba. Unapomwangalia yeye, unamwangalia Mungu Baba. Kisha inakuja kuzungumza habari ya kwamba ameketi katika kiti cha ukuu uko juu mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Ameketi katika kiti cha nini? Cha ukuu. Na unaposoma Biblia ya Kiingereza pale, Kiswahili imezungumza kwa kifupi kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Kama media, kama mnaweza mkatuwekea amplified hapo, nitashukuru. Wakati hapa mimi nitasoma SUV ili tupate mambo vizuri. Nye tuwekeni amplified, alafu mimi naomba nisome hii ya Kiswahili. Asante. Unaona anasema, the sun is the radiant and only expression of the glory, so our awesome God, so reflecting God's Shekinah glory, the representation and perfect imprint of his essence, the Father, okay, and upholding and maintaining and propelling all things, so the entire physical and spiritual universe by his power, by his powerful word, carrying the universe along to its predestined goal. When now anaendelea hiyo neno ambalo anaendelea hapo, lakini unaweza kuyaona yale anayoyazungumza kuhusu ukuu wa Bwana Yesu, kwamba vitu vyote, yani ni sura yake Mungu Baba, ni chapa yake Mungu Baba, vyote viko mkono mwake, na amevishika vyote, anaviendesha mpaka mwisho wake. Bwana Yesu asifiwe. Anavipeleka katika destiny yake, katika mwisho wake, katika kula anakotaka yeye avipeleke. Bwana Yesu asifiwe. Kwa the entire universe yote, ulimwengu, universe Kiswahili chake nini mwalimu? Universe Kiswahili chake amen. Universe, you know, sayali, ma galaxies na vitu vyote, mbingu na nchi. Bwana Yesu asifiwe. Vyote viko mkononi mwake, anavidrive, anavipeleka kwenye destiny yake. Umeona? Uweza huu uko mikononi mwake. Bwana Yesu asifiwe. Uweza huu uko wapi? Mikono mwake. Na Biblia inamalizia pale mwisho, nasema ameketi katika kiti cha ukuu, ameketi mkono wa kuume wa ukuu uko juu mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Bwana Yesu aliye mkuu. Yani maana yake watu wanaompenda, wasiompenda, wanaomchukia, wasiomchukia, wanaomjua, wasiomjua, wanaojua kama yuko na hata wasiojua kama yuko, wote destiny zao ziko mikononi mwake. Anawaongoza, anawapeleka mpaka kwenye nini? Kwenye lengo au kusudi au mwisho, jinsi ambavyo yeye amekusudia. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mpigie Bwana Yesu makofi.
Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni Bwana Yesu. Bwana asifiwe. Na Biblia inazungumza habari ya nyakati hizi, tunamuona Yesu kama mwana kondoo. Bwana asifiwe. Mpole, si ndio? Lakini siku ataporudi, the Lion of Judah, simba wa kabila la Yuda, Biblia inazungumza habari ya kwamba watu watasema, enyi milima tufunike, tufunike tufunike tusiweze kumtizama. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inazungumza hivyo. Huyo ni mkuu. Huyo Bwana Yesu ni mkuu. Sasa huyu Bwana Yesu, tunaposoma kitabu kile cha Mathayo sura ile ya kwanza, Bwana Yesu asifiwe, kitabu kile cha Mathayo sura ile ya kwanza mstari wa 20 mpaka 23, naomba tutasoma Mathayo sura ya kwanza, kuzaliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Pale tukumbuke, mimi leo nakukumbusha tu, Bwana asifiwe, nakukumbusha tu mambo muhimu ambayo natakiwa uyakumbuke. Kwa kukumbusha leo nafasi yako. Bwana asifiwe. Anasema, basi alipokuwa kifikiri hayo, ni Yusufu huyo, tazama malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu, naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Hayo yote yamekuwa ili litimie neno lonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, tazama bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamwita jina lake Imanueli, yani Mungu pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe. Nataka ulitafakari hili neno. Najua unalijua, unalifahamu sana. Nataka tuunganishe na hili neno la Waebrania 1:3 kuanzia 2 pale mpaka 3, kwa sababu inamzungumzia Bwana Yesu. Sasa huyu Bwana Yesu, Biblia inasema kwamba ni Imanueli, Mungu pamoja nasi, Mungu pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Sema, Mungu pamoja na mimi. Mungu pamoja na mimi. Mungu pamoja na mimi. Mungu pamoja na mimi, kwa jina la Yesu. Amen. Mungu pamoja na wewe. Maana yake nini? Maana yake sasa, ule ukuu tunaousoma wa Bwana Yesu uko pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Ule ukuu ambao tunaosoma katika kitabu cha Waebrania sura ya kwanza mstari ule wa 2 na wa 3, kwamba ni mkuu na ameketi katika kiti katika mkono wa kuume wa ukuu uko juu mbinguni. Ule ukuu wa Mungu, ule ukuu wa Bwana Yesu uko pamoja nawe, kwa sababu yeye ni Imanueli, Mungu pamoja na mimi, Mungu pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilikuwa natoa ushuhuda hapa asubuhi, na naomba nitoe hapa na mimi tena kwenye ibada hii. Mimi hata wiki hii nilikuwa niamka asubuhi, namuomba Mungu, namuomba Mungu, namuomba Mungu, namuomba Mungu. Muda unapita, lakini moyo wangu unahangaika, sipati ile Bwana Yesu asifiwe, sipati ile breakthrough. Yani naomba nikawaza moyo, nikasema ngoja nikae kimya mbele za Mungu. Kwa nikaenda nikakaa kimya, nikasikia wazo likaja moyoni, ukuu wangu uko pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Nikasikia ukuu wangu uko pamoja na wewe. Ghafla moyo wangu nikaanza kusikia hali ya tofauti, nikaanza kusikia ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Nikaanza kusikia hali ya nini? Ya tofauti moyoni, nikaanza kujisikia hali ya ushindi. Basi nikasimama, nikaanza kutangazia. Bwana Yesu asifiwe. Nikaanza kufanya nini? Kutangazia nafsi yangu, moyo wangu, nikaanza kutangazia kazi yangu, nikaanza kutangazia vitu vyangu, kwamba kwa jina la Yesu ukuu wa Mungu Baba uko pamoja nami. Ukuu wa Mungu Baba uko pamoja nami. Ukuu wa Mungu Baba uko pamoja nami. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana naposhare na wewe neno hili, naomba Mungu akusaidie upate kulipata katika mapana yake
kwamba ukuu wa Mungu Baba, huyu Immanueli pamoja nasi, uko pamoja nawe, huo ukuu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huo ukuu wa Mungu Baba uko pamoja nawe. Sema, nafsi yangu, moyo wangu na akili yangu, sikia, ukuu wa Mungu Baba uko pamoja nami. Ukuu wa Mungu Baba uko pamoja nami. Ukuu wa Mungu Baba uko pamoja nami. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu. Amen. Maana yake nini? Kuna mambo mengine unatakiwa kuyatangazia tu, kwamba sikia wewe, ukuu wa Mungu Baba uko na mimi. Kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu, toka. Bwana Yesu asifiwe. Utangazie ukuu wa Mungu Baba uko na mimi. Ewe pepo, wewe nani, sijui nani, uchumi nani, sikia, ukuu wa Mungu Baba uko pamoja nami, Immanueli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake nini? Unaweza ukalitafakari hili neno, ukaliangalia, na Mungu akakusaidia katika eneo lako la maisha, kwamba ni nini ambacho kinasumbua nikitangazie saa hii ukuu wa Mungu Baba. Maana yake usiogope, maana yake usiopate wasiwasi, maana yake usione shaka. Mungu anamwambia Yoshua kwamba usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa mimi niko pamoja nawe. Bwana Yesu asifiwe. Tusome yale maneno, yamkini ataweza kukusaidia na wewe kupata maana zaidi ya hiki ninachokizungumza. Fungua Joshua pale, Joshua sura ile ya kwanza, neno maarufu, najua tunalijua sana, lakini naomba tulisome, msikia tulisome ili uweze kupata maana zaidi. Bwana asifiwe. Mungu atusaidie. Naomba tusitembee kidini. Mwambie jirani yako, usitembee kidini. Usitembee kidini. Wengine hawasemi. Asifiwe. Mwambie jirani yako kwa imani kabisa, mwambie usitembee kidini. Usitembee kidini. Usitembee kidini. Wewe ni mwana wa Mungu aliye juu. Wewe ni mwana wa Mungu aliye juu. Wewe ni mwana wa Mungu aliye juu. Unaona? Anasema hapa Mungu. Biblia inasema hivi. Nafikiri tutasoma yes, asante. Mungu akubariki sana. Biblia anasema, ikawa baada ya kufa kwake Musa mtumishi wa Bwana, Bwana akamwambia Yoshua mwana wa Nuni mtumishi wa Musa, akasema, twende pia, anasema twende, Musa mtumishi wangu amekufa. Haya basi, ondoka, vuka mto huu wa Jordan, wewe na watu hawa wote, mkaende hata nchi ni wapayo wana wa Israeli. Hapo Mungu anazungumza habari ya urithi. Umeona, anazungumza habari ya kusudi la Mungu Baba. Naomba tutafakari kidogo hapo. Anazungumza habari ya kusudi la Mungu Baba juu ya Israeli kwa wakati huo. Na hapa Mungu anazungumza habari ya kusudi lake Mungu Baba juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Anazungumza juu ya kusudi lake juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kisha anasema, kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa ninyi, kama nilivyomwapia Musa. Bwana Yesu asifiwe. Kila nyayo zitakapokanyaga nyayo zako katika urithi aliokupa Bwana. Bwana amekupa. Bwana Yesu asifiwe. Twende mstari wa 4. Anasema, tangu anaendelea kutaja pale, naomba twende mstari mwingine. Anasema, hapata kuwa mtu yoyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako, kama nilivyokuwa, sikia hilo neno, kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe, sitakupungukia wala sitakuacha. Bwana Yesu alisemaje? Tazama mimi nipo pamoja nanyi hata lini? Au alisema hata utakapofikisha miaka 50? Alisema utakapofikisha miaka 50 au 60 au 70? Akasemaje? Hata mwisho wa. Sikia sasa, anasema uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakayewarithisha watu hawa nchi hii niliyowapia baba zao ya kwamba nitawapa. Tuendelee. Anasema uwe hodari tu na ushujaa mwingi, uangalie kutenda sawasawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Usiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako.
kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawa sawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapositawi sana. Neno hapo sasa sema, je, si mimi niliyekuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa, usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ni sana kwamba Mungu anamwambia Joshua, ukuu wangu uliouona katika mlima Sinai, ukuu wangu uliouona katika nchi ya Misri, mapigo 10, kuigawanya bahari ya Shamu, na hayo yote uko pamoja nawe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana asubuhi ya leo au mchana taosha kwa mchana na kutangazia mpendwa, ukuu wa Mungu Baba uko pamoja nawe. Amen. Ukuu wa Mungu Baba uko pamoja nawe. Tusimame. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame. Kwa ni pointi 2 muhimu ambazo naomba ukumbuke. Ni mambo mawili muhimu. Mwambie jirani yako, mambo mawili muhimu. Mambo mawili muhimu. Nimeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu Baba. Jambo la pili, kwa jina la Yesu, ukuu wa Mungu Baba uko pamoja nami. Uko pamoja nami. Uko pamoja nami. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen. Naomba sasa useme kwa imani maneno haya. Uende pamoja nami katika maneno haya. Useme kwa imani. Unatangaza sasa. Bwana Yesu asifiwe. Utakapotangaza hii, nenda sasa katika chochote ambacho unahitaji kukitangazia haya mambo ambayo tumejifunza au tumetafakari au tumekumshana, wakati ukakitangazia hicho kitu au ukavitangazia hivyo vitu. Bwana Yesu asifiwe. Sema, nafsi yangu, akili yangu na moyo wangu, sikia, sikia, sikia. Mimi hapa nimeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Mimi hapa, ukuu wa Mungu Baba uko pamoja nami katika Kristo Yesu, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Ardhi sikia, anga sikia, andika hili ya kwamba mimi hapa nimeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, na ukuu wa Mungu Baba yangu uko pamoja nami katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Endelea kumwomba Bwana sasa, mweleze haja ya moyo wako. Tangazia hivyo vitu, tangazia nyumba yako, tangazia shule yako, tangazia kazi yako, tangazia roho yako, tangazia udhaifu wako, tangazia kama kuna ugonjwa, tangazia kama kuna udhaifu, tangazia, 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 tangazia kwa jina la Yesu. Vitangazie sasa. Vizuizi vyote vinavyokuzuia katika maendeleo ya kiroho yako, vitangazie. Vinavyokuzuia kiuchumi, vitangazie. Unajiona kama uwezi jambo fulani, tangazia sasa. Tangazia, vitangazie. Vitangazie kwa jina la Yesu. Vitangazie kwa jina la Yesu. Vyovyote vinavyoonekana ni vigumu, vitangazie. Vitangazie sasa, vitangazie. Project zako zitangazie, kazi zako zitangazie, watoto wako, ndoa yako, nyumba yako, familia yako, tangazia sasa kwa jina la Yesu. Mungu Baba, tunatangaza sasa katika anga, katika nchi, ya kwamba tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu Baba, ya kwamba ukuu wa Mungu Baba uko pamoja nasi. Ukuu wa Mungu Baba uko pamoja nasi. Ukuu wa Mungu Baba uko pamoja nasi. Tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu Baba. Tumeumbwa kwa sura na mfano wake. 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 Sisi ni wana wa Mungu kwa
damu ya Yesu na kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Nguvu za giza hazina nafasi ya kutusumbua katika maisha yetu, kwa damu ya Yesu. Ufalme wa giza, mamlaka za giza, kwa jina la Yesu hazina sehemu, hazina mamlaka, hazina sehemu, hazina mamlaka, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu Baba, tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu Baba, tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu Baba, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Tunatangazia uchumi wetu kwa jina la Yesu. Ninatangazia uchumi wa watu wako Bwana, kwamba kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu wameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu Baba. Wewe ni Mungu wa maongezeko Bwana, wewe ni Mungu wa maongezeko Yehova, wewe ni Mungu wa maongezeko Bwana. Watu wako na waongezeke sasa, watu wako na waongezeke kiroho na kiuchumi, na waongezeke sasa kiroho na kiuchumi kwa damu ya Yesu. Hema zao na zipanuliwe sasa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Nguvu za giza na kila mapepo na ufalme wowote wa giza, kwa damu ya Yesu uachie nafsi zao, maana wao wameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu Baba, wameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu Baba, wameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu Baba, na ukuu wa Mungu Baba uko pamoja nao. Sikia wewe pepo, sikia wewe uchawi, sikia wewe mamlaka za giza, sikia wewe udhaifu wa kila namna na kila namna ya ufalme wa giza. Tunakutangazia sasa ya kwamba kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu, hawa watu wa Mungu wameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Ukuu wa Mungu Baba uko pamoja nao kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Ukuu wa Mungu Baba na ukuondoe wewe muonezi, wewe mtesi, kwa damu ya Yesu, wewe mtesi, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu. Achia nafsi za watu wa Mungu, achia maisha yao, achia ndoa zao, achia watoto wao, achia kazi zao, achia shughuli zao kwa moto wa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Asante Mungu uliye mkuu Baba, tunakushukuru Mungu uliye hai, uliye mkuu, mwenye uweza wote na nguvu zote Bwana. Tunakushukuru Mungu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Haleluya, amen. Mshangilie Bwana Yesu. Amen. Basi naomba nimshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru Mungu kwa neema, kwa upendo, kwa fadhili. Asante Bwana kwa kusema nasi na kutafakarisha neno lako na kutukuza na kubariki Bwana. Asante kwa ajili ya kila mmoja wetu. Mungu Baba, utukufu wote na sifa na heshima Bwana ni kwako Mungu wetu na Baba yetu. Tunakuabudu na kurudishia heshima wewe na utukufu katika jina la Bwana Yesu. Amen. Bwana kubariki na adui asiibe hilo neno la Mungu ndani yako kwa jina la Yesu.